Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mpenzi mtazamaji wa runinga ya Waso, ni siku nyingine ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia tumepatana tena katika kipindi chetu, kitengo chetu maalum kuhusiana na mawaidha ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Na leo tunarejelea tena na mada nyingine, mambo yanayoharibu somu. Na mada hii sitazungumzia peke yangu, bali niko na jopo la mashehe ambao nitaweza kuwatambulisha, kisha baadaye tuendelee na mada yetu. Upande wangu wa kushoto ninaye Sheikh Ibrahim Gabale ambaye ni mwenyekiti wa muungano wa viongozi wa kidini, yani National Muslim Leaders Forum hapa gatuzi hili la Isiolo. Na vile vile upande wangu mwingine niko naye Sheikh Hassan Bonaya ambaye ni mwenyekiti wa baraza la maimamu na wahubiri hapa Isiolo. Bila shaka ndio tutaweza kuchanganua mada hiyo moja kwa moja. Na kwa hivyo sasa hivi nachukua nafasi ya kuweza kuelekeza wageni wangu kuhusiana na mada ya leo, mambo yanayoharibu somu. Nitaweza kumpatia nafasi Sheikh Ibrahim Gabale atuelezee baadhi ya mambo ambayo yanaharibu somu, iwe ni pengine kwa hiari ama pengine kuna mambo ambayo tunafanya ama Muislamu anafanya iweze kuvunja somu yake. Naam, karibu sana Sheikh, uweze kutuelezea mambo ambayo yanaharibu somu. Karibu sana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man ihtada bihadihi ila yawmiddin wa ba'd. Vile ndugu amesema, mada yetu ya leo, chochote ambaye inaharibu somu yako ama inabatilisha somu. Na kama tunavyojua, mtu somu yake ikiharibika, kitu cha kwanza ndugu yangu Hussein, lazima atarecover hiyo muda. Point ya kwanza, mtu akifuturu kwa siku hiyo, somu yake imeharibika, sasa anabidi afanye nini? Alipe siku nyingine. Na somu ni moja kutoka nguzo ya Kiislamu, na mtu akiwacha kisudi, imani yake inapungua. Lakini akipinga aseme yeye amini nguzo ya somu, anatoka kutoka dini. Na vile tulijua, somu ni kujikataza kula na kunywa ama kujiepusha chochote inaharibu somu yako kutoka alfajiri ya ukweli mpaka jua kuanguka wakati al-maghribi. Ndio Mwenyezi Mungu anasema mtu yote anashuhudia kati yenu mwezi wa Ramadhan tuifunge. Na mtu akifunga lazima akipoteza, kama huna ruhusa. Mtu akona ruhusa, tuseme somu yake imeharibika. Mfano kama mgonjwa, atuseme somu yake imeharibika. Lakini mtu ambaye hana ruhusa alafu afanye jambo ambaye inaharibu somu yake, huyo mtu atakuwa akiharibu somu, atakuwa atafuturu. Alafu ndugu, na mtu akifuturu, point moja, sikiliza hapo. Mtu akisomu yake ikiharibika, somu yake ikiharibika, alafu tuseme hiyo somu ya hiyo siku hakuna na atalipa, ile muda ya mchana ile imebaki, mfano inaweza kuwa saa 5, saa 6 ama saa 3 ama saa 10, somu imeharibika. Sasa wakati hiyo ile muda imebaki kwa hiyo mchana, pia ataendelea kufunga. Si kama umenielewa? Ile muda pale somu yako imeharibikia na ijafika wakati ya kufuturu ile ya kawaida, hiyo muda utaendelea kufunga tena, na wewe huna somu yako imeharibika, kwa ajili kuheshimiana na wakati. Kuheshimiana nini? Hiyo wakati ya Ramadhan kukula chakula ndani ni haramu. Sasa kwa hivyo hata endelea kukula chakula. Sasa kwa hivyo ile kitu ambaye inaharibu somu, kwa ufupi nitasema ni vitu viwili. Nitaweka kwa grupu mbili. Ya kwanza, kula na kunywa. Inakusudia chochote inaingia kwa empty space ya mili yako ambaye ni tumbo. Ama iko pali nyingi katika mili ya binadamu, kuna pali vitu inaweza kuingia naye na ndani pia ni empty. Tutafafanua pengine, ama utaniuliza swali ni gani hiyo. Sasa kwa hivyo moja ni hiyo, chochote inaenda kwa mili yako ama chochote inatoka kwa mili yako.
chochote inatoka kwa mili yako kwa hiari ama kwa kuchagua, ama mara nyingine bila kuchagua, si hiari, kidharura imetoka inakufanya lazima ufuturu. Pengine ukiniuliza ni gani hiyo, ndio tunaweza kueleza. Shukrani. Naam, shukrani sana Sheikh kwa kuweza kufafanua masuala hayo mawili kuhusiana na mambo ambayo yanaharibu somo. Umesema kwamba chochote ambacho kinaingia ndani ya mwili kupitia pengine empty spaces, pengine kupitia mashimo, pengine kupitia pua, kupitia masikio, kupitia mdomo. Sheikh, pengine ningependa tu kwa manufaa ya wale ambao wanatutazama siku hii ya leo, utuelezee, mtu ni mgonjwa na anahitaji matibabu, amewekewa, pengine amesemekana kwamba atawekewa sindano ya dawa ama sindano ya maji ama sindano ya glucose kupitia mshipa wake ama kupitia mkono ama pengine kupitia makalio. Je, hali kama hii inavunja somo? Khair, shukran akhi Hussein. Kwanza nieleze ile pali open space ambaye ndani ya mwili yako, moja hapo ni tumbo ambaye ndani ni empty, ambaye kitu inaweza kuingia. Inaweza kuingia na pua, inaweza kuingia na msikio, ama inaweza kuingia ama kwa pati yako ya siri mbili. Inaweza kuingizwa pipe huko, na hiyo zote vitu inaharibu somo. Alafu sasa unauliza mfano kama sindano hii ya glucose ya maji ile unaweka kwa mshipa, hiyo moja kwa moja inafuturisha somo yako, inakupatia nguvu. Ama ile ambayo unawekewa kwa mkono ama makalio ambaye haingii kwa pali ambaye ni empty, inaingia kwa nyama, hiyo haifuturishi. Hiyo haifuturishi. Ama ingine unaweza kuwekewa pengine kwa kusaidia yako upande ya kukalia makalio, alafu ungizio kule uwekewe dawa huko iende paka kwa tumbo, hiyo inaharibu somo. Ama uwekewe kwa pati tupu yako ya mbele, uingiziwe dawa huko, iwe dawa ni maji ama nini, inaenda paka kwa tumbo, inaenda huko, chochote hiyo inafuturisha somo. Hiyo inafuturisha somo. Pengine Sheikh Hassan anaweza kuongeza kutoka hapa maneno kadhaa. Naam, shukrani sana Sheikh Ibrahim Gabale kwa maelezo hayo. Pengine nikuja kwako Sheikh Hassan Bonaya. Sheikh ameweza kuelezea masuala hayo. Pengine kuna hili swala jingine kwamba na umelala katika mchana wa Ramadhan, na katika hiyo hali ya kulala manii yakaweza kukutoka. Na kuna hali nyingine ambayo yani manii kumtoka mtu wakati ambao pengine amelala ama katika wakati wote ile. Je, manii kwa ujumla inaweza kuvunja somo ya yule mtu ambaye ameweza kufunga somo yake wakati ya mwezi mtukufu wa Ramadhani? Ama utuelezee tu ni hali gani ambayo inaweza kuhakikisha kwamba manii inaweza kuvunja somo ya yule mja ambaye Muislamu ambaye ameweza kufunga? Binadamu ni dhaifu kwa muumbe yake ile aliumba na Allah subhanahu wa ta'ala. Mara nyingine mtu anaweza kuenda kulala saa ya mchana ikiwa amefunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Akawa ikiwa analala anaota, mfano anaota bila ya kutarajia mani ikatoka. Hii hayaribu somo, inaendelea naye. Somo yake ni kamili, inaenda naye. Sababu sio yeye amejilazimisha. Lakini ikiwa mtu amejilazimisha akawa ni kisudi ametoa. Mfano vijana anaona anatamani mwanamke fulani ambaye ameona, akawa anacheza na ile tupu yake. Kucheza naye akasikia ladha zaidi, mani akatoka. Hiyo automatic amevunja somo yake, imevunjika na atafanya qada baada Ramadhan. Somo imeharibika, na wakati somo imeharibika qada vile Sheikh amesema itafanya baada Ramadhan qada, lakini kwa mchana ile ambaye imebaki asiseme tu ya kwamba sasa somo yangu yameharibika nitaendelea kukula. Anafunga, anakaa naye, hata ingawa ataliba qadha, basi atajilazimisha
asifanye ingine kae baka wakati kufuturu inshallah maghrib. So kwa hivyo mani ikiwa mtu kujilazimisha itatoka, hiyo inaharibu. Kama umelala na ikatoka bila kujilazimisha, bila wewe kujua, hiyo haribu saumu. Naam. Chochote inaingia kwa mili ama inatoka, tayari hiyo ni kitu inatoka kwa mili. Sasa kutoka kwa mili ama kuingia kwa mili iko type mbili. Hiari umejichagulia, vile Sheikh amesema, hiyo inaharibu saumu. Na kuna ile ambaye si hiari, umelala akaota ikatoka. Sasa kwa hivyo haribu. Hivyo ndio hata kukula na ukunywa. Kuna hiari, kuna ambaye si hiari. Mfano ya hiari ulikusudia kwa kula, lakini kuna ile ambaye si hiari, ulisahau. Ulifanya nini? Ulisahau. Sasa ukakula. Sasa hapo ama ukakunywa, hujajua kama umefunga, umesahau. Sasa kwa hivyo pale utakumbukia, utawacha. Kama umemaliza na hujakumbuka, umekula na ukaenda, enda tu hivyo, somo yako iko. Kama umekumbuka huko kula, unatema, unaosha mdomo, unaendelea. Kwa ajili hiyo si kupenda kwako, ni kusahau. Sasa chochote inaingia ama inatoka, kitu kwanza inategemea hiari ama kujilazimisha. Sasa unaona vile Sheikh amesema, amecheza katika hiyo. Tena si lazima hata ama ameangalia sinema mbaya, angalie sinema mbaya, kaangalia ni dhambi tayari tena, lakini katoka hiyo mani tayari, somo hiyo imeisha. Yeah. Naam, shukran sana Sheikh Hassan Bonaya pamoja na Sheikh Ibrahim Gabale. Pengine tukija katika swala nyingine, pengine katika mchana wa Ramadhan, uko na mke wako, pengine pale umemkumbatia, pengine umempiga busu pale, na zile shahawa zikakutoka, ama pengine katika hiyo hali ya kuchezeana, pengine shahawa ijeza kukutoka. Je, hili swala la pengine mtu kulala na mke wake katika ndani ya mchana mwezi mtukufu wa Ramadhani, je, inavunja saumu? Na kuna baadhi ya watu ambao pengine kuna wale ambao pengine wako na akili mtazamo tofauti kuhusiana na swala hili. Anaweza kusema kwamba mimi pengine nimeposa msichana, kwa hivyo niko na haki ya kulala na yule msichana katika ndani ya mchana mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa hivyo saumu yangu iweze kuharibika. Je, swala kama hili inavunja saumu? Na jenge pengine adhabu yake ni gani? Okay, ni mzuri. Kwanza kutembea na familia yako, kushika mkono, kubusu, hii haina madhara yoyote, sababu ni bibi yako, familia yako. Hata Mtume alayhi salatu wasalam alikuwa ikiwa amefunga Ramadhani, anashika, anatembea naye, anabusu, hiyo hayaribu somo. Lakini ikiwa umesikia ladha zaidi, ukawa ile shahwa ikatoka, somo imeharibika. Mani ikitoka, somo inaharibika. Sasa na kama hujafanya jimaa hakulala naye, lakini mani ikatoka tu, hiyo umevunja somo, imeharibika. Na somo ukiharibika, unalipa qadha. Lakini akiwa amelala naye, hiye ni kafara, nalipa kafara. Na ni kwa makosa kubwa sana mtu kulala na mchana ya Ramadhani, kulala na hata mke yake ambaye ni halali, ni makosa kubwa sana. Ndio ikifanya tu namna hiyo, umelala naye, kafara mughalladha, anaitanga kafaratul mughalladha. Kafara mughalladha maana yake ima ufanye uhuru ile mtuma ambaye kwa wakati huo hakuna, au utafunga miezi miwili mfululizo Ramadhani. Baada Ramadhani, sasa Ramadhani kisha, sasa wewe utaendelea kufunga siku 60 mfululizo bila kusimama hata siku moja. Na ukisahau siku moja ama umewacha siku moja, unaanza mpya tena siku 60 bila kubita katikati. Au kama huna uwezo hiyo ya kufunga Ramadhani
siku 60 unatafuta chakula unalisha watu 60 mara moja, hiyo ndio inaita kafaratul mughalladha. Na ikiwa vile uliuliza, mtu labda anaona ameomba msichana amepewa, anaona sasa ni anaweza kwenda kulala naye Ramadhani mchana, awe mke yako awe sio mke yako, kwa njia yote Ramadhani imeharibika na nalazimika hiyo kafara. Na hata mwanamke ikiwa amekubali tawan, mtu anasema kuja tu bana, mimi nasikia mimi najisikia kuja tulale, na akakubali, hata yeye ina maana hiyo tu. Lakini kama umelazimishwa ni tofauti. Kwa hivyo kwanza mtu kama msichana amepewa akawa kabla hajafungia nikah, hiyo ni kama zina mtu anafanya. Mimi umekuja kuomba mimi msichana, nikasema haya msichana nitakupea, lakini bado hatujafunga nikah, na labda tumepangana ya kwamba mwezi ijayo tufanya nikah ama tutafanya harusi mwaka ijayo. Sasa katika kuna kaida ya usulia wanasema, man istajala bi shay'in qabla awanihi hurima, mtu ambaye kabla wakati ijafika akajiharakisha inaharamishwa, inakatazwa. Kwa hivyo sio mzuri mtu mwanamke yoyote, mtu anaweza kusema vile ulisema, anasema hii sio mwanamke yangu, hata hii ni sio Muislamu, wacha nilale nayo tu na ni Ramadhani, basi hapo amepata dhambi ya zina. Kitu ya kwanza katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, dhambi ambayo unafanya ndani ya Ramadhani inakuwa double, sio kama mwezi ile nyingine, inakuwa double. Kwa hivyo unapata dhambi mara mbili, dhambi ya kufanya zina na dhambi pia ya kufuturu Ramadhani katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. So inakuwa nzito zaidi na ni makosa kubwa sana, hasa vijana wajichunge sana na jambo kama hiyo, na inaendelea na mara nyingine inatokea jambo kama hiyo. Kwa hivyo watu lazima ajichunge sana, asiwe hii Ramadhani kwa njia rahisi, kwa njia nyepesi, bali hii ni mwezi ambayo Mwenyezi Mungu ametarmushia hii umma ili wapate maghfira. Sio wewe badala unatafuta maghfira, unapata msamaha kwa Mwenyezi Mungu, unafanya dhambi ndani ya hiyo mwezi. Kwa hivyo hii ni jambo ambayo inafaa watu waepuke naye, wakuwe mbali na jambo kama hiyo. Hiyo ndio nasaha yetu ya kwamba mtu jambo yoyote ambayo naharibia somo yake, naharibia thawabu ya Ramadhani yake, akuwe naye mbali insha Allah. Naam, shukran sana Sheikh, kama inaweza kuongeza. Bila shaka shukran sana Sheikh Hassan Bonaya kwa kuweza kueleza maelezo hayo. Pengine tukija katika swala jingine ambalo pengine watazamaji wetu itaweza kuwafaidi pakubwa. Mtu amefunga Ramadhani vizuri kuanzia asubuhi kielekea kufika, pengine imefika tu masaa mawili, imebaki tu masaa mawili aweze kufuturu, akili tukasema kwamba hakuwa wazimu, ama pengine akapoteza fahamu kwa muda wa dakika 5, ama amepoteza fahamu kwa masaa 12. Je, swala kama hili inavunja somo? Na pengine mtu kwa wazimu inavunja somo, mtu kupoteza fahamu kwa muda dakika 5 inavunja somo, mtu kupoteza fahamu kwa muda wa masaa 12 inavunja somo? Sheikh Ibrahim Gabale na Sheikh Hassan Bonaya muweze kufafanua swala hili. Pengine nikianza nawe kuhusiana na masuala kama hayo, pengine mtu kupoteza fahamu. Jambo la kwanza, mtu akipoteza fahamu azimie, alafu kwa muda mrefu mchana mzima, hiyo somo hakuna. Ama ikikuwa kwa muda kidogo alafu fahamu ikarudi, hiyo somo haiharibiki. Lakini muda ikikuwa mrefu zaidi inaharibika. Inafanya nini? Ama akikuwa wazimu,
hiyo tayari hata hukumu ya kufanya somu juu yake itakuwa ameondoka. Sasa kwa hivyo wakati hiyo hakuna dhambi, sio mkosa yake. Naona sasa, lakini somu hakuna kwa ajili moja kutoka sharti ya kufunga mtu awe na akili. Kama mtu ana akili somu sio lazima kwake. Na mtu akikosa fahamu mchana mzima kwa kuzimia, hiyo somu hakuna. Lakini kwa muda kidogo hiyo haribu somu. Asante. Shukrani sana. Pengine Sheikh Hassan Bonaya, uko na jambo la kuongeza kuhusiana na swala hilo? Ni hivyo tu vile Sheikh amesema, ikiwa muda mrefu somo inapotea. Mfano ingine pia, ikiwa mtu unajua somo ni nia. Mtu baada imefuturu ikapotesha fahamu, ikaanguka fahamu, amepotea na kuweka nia ya kwamba nitafunga Ramadhani. Ikafika asubuhi ikiwa yeye bado amepoteza fahamu, ulama wanasema hata hiyo somo yake, kwa sababu hakuweka nia, ama hata kama ilikuwa mbele ni ameweka, lakini ile kuanguka yeye kwake kwa kupotesha fahamu itakuwa imetoka kwa ile nia. Kwa hivyo wanasema hata hiyo akiamuka baada wa suhur mchana, basi hata huyu sasa somo yake ameharibika. Ikiwa muda kidogo vile Sheikh amesema, labda dakika 5 mtu amezimia, dakika kidogo amezimia, ameamuka, huyu somo yake itaendelea naye, itakuwa somo hajaharibika, hajakuwa batil, inaendelea naye. Lakini ikiwa muda mrefu mchana ameweka nia na amekaa naye muda mrefu, ikifika dhuhur amezimia, paka wakati wa futur amefika, hiyo muda ni mrefu sana, sasa itakuwa imeharibika somo bila Sheikh amesema. Shukrani sana Sheikh Hassan Bonaya kwa maelezo hayo. Pengine tukija katika maswali ya mwisho, kuna hili swala kwamba kuna matibabu ambayo wanadamu huwa wanafanyiwa ama mtu anafanyiwa, pengine kutolewa damu, ile inajulikana kwa jina hijama au kutolewa damu. Je, inavunja somo ya hayo matibabu? Na pili, mtu alikuwa Muislamu vizuri, lakini kwa sababu moja au nyingine akatoka katika Uislamu na bado yuko katika ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ningependa muweze kujibu maswali haya, alafu kisha baadaye tuweze kufunga kikao hichi siku hii ya leo. Je, maswala kama haya mawili, Sheikh Hassan Bonaya na Ibrahim Gabale, maswala haya yanavunja somo? Tukianza na hili swala la hijama na kudonate damu. Kudonate damu, hiyo ni jambo ambaye inatoka kwa mili. Ile tulisema ile vitu inatoka kwa mili, na wewe ndio umechagua kuenda kutoa damu kusaidia mwingine. Hiyo inaharibu somo yako, hiyo inabatilisha somo. Ama ya kuwekwa damu pia, kuwekwa damu, hata hiyo inabatilisha somo, inaharibu somo yako kwa ajili inapatia nguvu. Alafu gani nyingine ulisema? Hijama pia ni wewe unaenda kujitibu, unatoa damu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema aftara alhajim wal mahjum, yule ametoa na yule anafanyiwa yote anakuwa somo yao imeharibika. Kwa hivyo hiyo ni jambo inaharibu somo. Ama ingine, Mungu atuepushe na epushe Waislamu yote kutoka dini, kwa murtad. Hiyo straight moja kwa moja ametoka katika hukumu ya Kiislamu, somo yake imeharibika. Hiyo inavunja somo. Tayari yeye si Muislamu, na somo sharti ya kwanza iwe ni imani. Sasa ukitoka kwa imani tayari somo hakuna. Hiyo ni tunaitaga ridda, na Mungu atuepushe sisi na Waislamu wengine pia. Jazakallah khair. Sio kama kuna kitu utaongeza Sheikh? Ni hiyo tu Sheikh, kuna kitu ambacho nitaongeza. Kwanza ile sharti tulisema, sharti ya kwanza ya mtu kukubaliwa kufunga ni Uislamu. Ishatoka kwa Uislamu, basi huyu sasa ni somo yake imeisha, na yeye
kama ingekuwa hukumu nchi ambayo inahukumiwa na Kiislamu, ingekuwa mtu ya kuuawa. Kwa hivyo, lakini kwa saa hii tuko katika nchi ambayo sio Kiislamu, ile kuuawa hakuna, basi lakini somo yake imeharibika. Naam. Sasa Ustaz Hussein, iko jambo kadhaa pia hatujataja ambaye pengine mtu anaweza kufurahi na haribu somo, ama yale ambaye inaharibu somo. Moja wao ni haid. Hiyo mimi nafikiri watu wanajua kawaida. Ama damu ile mama ama kujifungua, hiyo inaharibu straight. Lakini kuna jambo lingine si watu wanaweza kufikiria inaharibu somo, lakini haiharibu. Mfano, mate yako wewe kumeza, kohozi kabla haijatoka nje imekuja, lakini haijatoka nje umerudisha ndani, ni mbaya kwa ajili hiyo, ni kitu inadhuru wewe, ungetema, lakini hayaharibu somo. Kutest chakula wakati unapika mchana, aje kutayarisha iftari na nini, kutest hiyo chakula, lakini umezi unaharibu, una test tu, unaangalia kama chumvi imefika, sukari imefika, hii chakula iko namna gani, hiyo haiharibu somo. Sasa Musa Hussein, kabla tujafunga program, pengine kuna maneno nataka kusema. Unajua kufunga si kujikataza tu na kula na kunywa peke yake, bali inabidi ile faida ambayo ajili yake tunatafuta kwa kufunga. Moja hapo ambaye Mungu alisema kumcha Mwenyezi Mungu. Na kumcha Mwenyezi Mungu hapo katika misho ya somo, yani faida ya kufunga somo upate takwa, kumcha Mwenyezi Mungu. Na kumcha Mwenyezi Mungu unapata kwa njia nyingi, Hussein. Moja ni faida ya nafsi yako wewe mwenyewe, inarudi kwako, unajiepusha yale ambayo unakatazwa. Ingine sio hiyo, kuonea masakini huruma. Unajua Mwenyezi Mungu wakati amefarisha kwetu somo, si ajili ya kutuudhi, si ajili ya kupanish sisi. Anataka sisi tusikie hiyo feelings, mtu ambaye amekosa chakula, amekosa maji. Wewe umefunga, wewe kuna chakula iko na mahitaji yako yote unapata, lakini unajikataza kwa hiari. Unajikataza. Si ndio mneo? Lakini kuna yule ambaye hapati leo kufunga kwake, na iwe Ramadhani na isiko Ram kwake ni sawa, pengine kunywa maji. Unaona sasa? Ndio hapo point ambayo inabidi kila mmoja wetu kweli tuna test. Tunasikia ladha ya somo yetu. Hiyo ni kuonea masakini huruma, mgonjwa huruma, yule hana kitu tupate kitu. Usichague hata asiyokuwa Muislamu. Ukiona ndio wale ambao wako naye wasikie uchungu ya njaa, ndio wafeel wengine wale hawapati. Hiyo ndio wakati tunapata test ya somo yetu, wakati hatulali kutoka asubuhi paka jioni. Unajua mtu amelala kutoka asubuhi paka jioni, yani kutoka amekula sahura amelala paka wakati ya kufuturu. Hiyo mtu hata ahkam ngapi ya Kiislamu imepita, ndio amejikataza kukula kwa ajili amelala. Lakini hiyo mtu somo yake iko namna gani? Somo yake iko walakini kwa ajili sala hajasali, ama sala kadhaa ameacha kwa ajili ya kulala, ina maana gani? Hata ndio ile jambo unatakana usihisi usikie njaa, usikie mili kwa dry, maji imepungua na chakula unahitaji, lakini unajikata. Ndio angalia yule ambaye hana. Ndio tunataka Waislamu si kujikataza tu na kukula na kunywa, ama matamanio yako unawacha. Tunasema mtawaza watazamaji wetu wema, song uwe unaonja ladha ya somo yako, unasikia uzuri, inakufanya unaonea wengine huruma, unaenda kutoa sadaka, unaenda kuangalia mtu mgonjwa, unaweza ndio yani itoke kwako. Hiyo ndio ladha ya somo. Hiyo ndio ladha ya somo, kitu ambaye kila mmoja wetu tuweze tuseme kweli mimi nimefunga na somo yangu kweli mimi nimeona ni nzuri, ibada hata moja sijaacha. Wengine wakati ya kawaida anafanya, lakini wakati ya somo vile umejikata sasa, unabidi unasikia unaona watu wanajaa msikiti, hata wanalala ndani ya msikiti na walikuwa wako naye. Sasa ndio ujue wale masakini na fukara wale hawana, ndio sasa tuweze kuonea huruma. Jazakumullah khair. Na kidogo Sheikh, kwa sekunde chache tu kidogo tu, yani vile Sheikh amesema, hikma ya kufaridhisha somo sio kukataza chakula ama kukunyaji. Hikma ni kufanya takwa, kugoba Allah subhanahu wa ta'ala, na kufanya maamrisho yake na kukataa makatazo yake. Hiyo ndio hikma ambayo iko ndani.
Kwa hivyo sio tu ati mtu amejikataza kukula ama kukunya. Hikma kubata kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kufata maamrisho yake na kuacha makatazo yake. Kwa hayo tu ndio nilikuwa nataka kuongeza kidogo. Naam, shukran sana Sheikh Hassan Bonaya, mwenyekiti wa baraza la maimamu na wahubiri hapa gatuzi hili la Isiolo, pamoja na Sheikh Ibrahim Gabale ambaye ni mwenyekiti wa National Muslim Leaders Forum NAMLEF tawi la Isiolo, na vile vile mwakilishi wa SUPKEM hapa gatuzi hili la Isiolo. Na nimekuwa mwendeshaji wa kipindi hiki Hussein Murangiriguyo. Ni matumaini yangu kwamba wewe mtazamaji wetu mpendwa wa runinga ya Waso umeweza kujifunza mengi zaidi kuhusiana na mambo ambayo yanaharibu usom. Na nasema kwa niaba ya wote ambao wameweza kufanikisha kipindi hiki maalum, Sheikh wetu pamoja na mwelekezi wangu, bila shaka sina la ziada ila kusema nawatakia mtazamaji mwema, na vile vile nasema shukran jazila. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.